الحمد لله الذي كتب على عباده الموت. عز من قائل: كل نفس ذائقة الموت. والصلاة والسلام على رسول الله الأمين القائل: أكثر من ذكر هادم اللذات. والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Watukufu wa Islam, tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kutuafikia kuja katika sehemu ya pili ya tajhizul almayit au ahkamul janaiz. Ikiwa tunaendelea ndugu zangu wa Islam tulipokomea jana, ikiwa maiti wetu ashaga dunia, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, tukamfunga macho yake. Na katika kufunga macho ndugu zangu wa Islam, kuna dua ambayo yule anayemfunga macho anafaa aiombe, na dua hii hiyo katika kitabu cha Hisnul Muslim. Unamuombea Allahumma ighfir, unamtaja lake li fulan, li Rashid, li Osama, li Ali. Dua ndefu katika Hisnul Muslim utaipata ndugu zangu wa Islam. Na baada ya hapo tukaonyesha kuwa unamweka sawa mikono yake kama imetapakaa, unaleta pamoja kama tulivyofanya ndugu zangu wa Islam. Na kabla hujaita watu unafaa umwangalie kama yuko sawa, kwa sababu kuna baadhi ya maiti wanatapika kwa sakratul maut. Kuna wengine wanatoa haja pia kwa sababu ya sakratul maut. Kwa hivyo kutoka roho ni kitu kizito ndugu zangu wa Islam. Kwa hivyo kabla hujaita watu unamwangalia maiti wako, kama ametapika unamfuta mdomo vizuri, na kama ametoa kinyesi unatengeza, alafu ndo unamweka katika position kama hii. Watukufu wa Islam, ama leo lillahi alhamd tutaanza kuosha maiti, kosho la maiti ndugu zangu wa Islam. Katika kuosha maiti kuna mambo yafuatayo ambayo Waislamu unafahamu yazingatie. Jambo la kwanza, wanaume wanaoshana wanaume kwa wanaume, na wanawake wanakoshana wanawake kwa wanawake, na wanandoa wanakoshana. Mke anaweza kumuosha mume wake na mume anaweza kumuosha mke wake. Nukta nyingine katika masala ya kuosha ndugu zangu wa Islam ni mtoto mdogo ambaye hajafikia umri wa miaka 7 years and below, anaweza kuoshwa na mamake na babake, iwe ni mtoto wa kike au ni mtoto wa kiume. Kinyume na watu wakubwa, tumesema wake kwa wake, waume kwa waume. Lakini mtoto kama hajafika miaka 7, awe mke awe mume, basi anaweza kuoshwa na mwanamke na mwanamume. Ikiwa amepita miaka 7, kama ni wa kiume anaoshwa na wanaume, kama ni wa kike na amepita miaka 7 years and above, anaoshwa na wanawake. Nukta nyingine ndugu zangu wa Islam, maulama wa fiqh wanasema kuna mtoto anaitwa asiqtu. Asiqtu ni yule mtoto ambaye ametoka kabla ya siku zake, mtoto ambaye ujauzito umeharibika. Mtoto kama huyu ana hukumu ifuatayo. Ikiwa mtoto kama huyu ametoka na hajafikisha miezi 4, yani ametoka mwezi wa kwanza, wa pili, wa tatu, basi mtoto huyu haoshwi wala hakafiniwi wala haswaliwi, anafungwa anakwenda kufanya nini? Kuzikwa. Kama mtoto katika tumbo ujauzito umeharibika na hajafikia miezi 4, haoshwi, hakafiniwi, haswaliwi, anafungwa anazikwa. Kama mtoto amefika miezi 4 na kwenda juu, akitoka basi anafaa aoshwe, akafiniwe, aswaliwe na azikwe. Tumefahamu ndugu zangu wa Islam? Tayeb, katika masala mengine ya kuosha, hibati fillah, kuna yule mtoto ambaye ametoka ameharibika. Mtoto kama ametoka na ameharibika hataoshwa, atafungwa, atastiriwa. Kama ametoka na viungo vyake viko na miezi 4 kwenda juu, basi atajaribishwa kuoshwa. Jambo lingine ndugu zangu wa Islam katika masala kuosha, ikiwa maiti ameoza, amepatikana msituni, amefura, ameoza, ikiwa hawezi kuoshwa, atatayamamishwa. Ikiwa kumuosha kutafanya ngozi yake itoke, na huu ndio mwili wa mwanadamu tunaokwenda mbio kuutengeza na kuupamba, mwisho wake ni huo.
Kwa hivyo kama ameharibika atatamamishwa, kama anaweza kuoshwa ataoshwa. Haibati fillah. Sasa tunaanza kumuosha maiti wetu. Jambo la kwanza ambalo unafaa yule anayeosha, Abdallah na Ustadh Salim, tafadhali naomba. Njoni upande huu. Katika kuosha, ndugu zangu Waislamu, kuna mambo ambayo unafaa uwe nayo. Kwanza unafaa uvae gloves. Uvae gloves. Ama kama huna gloves utaifunga kitambara ujifunge, lakini mikono isiwe wazi. Jambo la pili katika kuosha, ndugu zangu Waislamu, unafaa uwe na chetezo na uwe na makaa au makaratasi kama huna makaa. Alafu unafaa uwe na ubani. Unafaa uwe na chetezo chenye makaa, chenye makaratasi ambao unawashia, na ubani unaweka. Ubani wa kijiti, ubani unawaunga wowote ule. Alafu katika kuosha unafaa uwe na sabuni ya kumoshea maiti wako. Vile vile unafaa uwe na kafuri. Utaona utaitia wapi katika maji wakati gani. Kuosha unafaa uwe na kopo la kumwagia maji. Na unafaa uwe na maji ya kuoshea, maji ambayo hayafai kuwa baridi sana na hayafai kuwa moto sana. Yanafaa yawe wastani. Vile vile kama ukipenda kuoga, maji yaliyo wastani. Na kuna leso. Haibati fillah. Jambo la kwanza ambalo unaanza kwa maiti wako, jana ilikuwa amevaa nguo. Kwa hivyo jambo la kwanza utamvua nguo, na utasaidiwa na wale watu wawili watatu ambao ni watu wa karibu, baba, kaka. Kwa hivyo maiti wetu tushamvua nguo, alhamdulillah, hana nguo. Na hilo leso unaiweka, unastiri uchi wa mwanamume ambao ni baina surra wa rukba, ni baina ya kitovu chake na magoti. Kwa hivyo huu ndio uchi wa mwanamume. Huku hana nguo na huku hana nguo maiti. Kwa hivyo jambo la pili, ndugu zangu Waislamu, ikiwa ni mtu ambaye ameharibika, nguo zimeshikana, basi utatumia makasi ukate zile nguo awe bila nguo. Kwa hivyo jambo la kwanza, tushamvua nguo, tushastiri katikati ya uchi wake. Jambo la kwanza unamuenua. Tafadhali ya Ustadh Salim na Rambo. Unamuenua maiti yetu, namsaidia watu wawili watatu mpaka hapo. Posture hiyo, ndugu zangu Waislamu. Ukimweka hapa, hichi ni kitanda cha kuosha maiti. Kuna kitanda maalum ambapo chini kuna shimo, unamkalisha hapo. Alafu yule muosha unafanya hivi, ndugu zangu Waislamu. Unampress tumbo lake polepole. Una pressure kidogo hapa tumbo lake polepole. Ukifanya hivi, tundu zake zote za mwilini ziko wazi. Kwa hivyo ukibonyeza tumbo kidogo, uchafu ule unafanya nini? Unatoka. Uchafu unatoka, kinyesi kinatoka, na hiyo ndio hali ya mwanadamu. Kwa hivyo